TET Soma Kwanza TV kwa habari na matukio mbalimbali ya taasisi. Ninawakaribisha kwa dhati kwenye warsha hii ya kujenga uelewa kuhusu mkakati wa taifa wa elimu ya kidijiti wa 2030 pamoja na miongozo yake ya utekelezaji. Uwepo wenu hapa ni ushahidi wa dhamira yetu ya pamoja kuiboresha na kuibadilisha mifumo ya elimu nchini Tanzania kupitia matumizi bora, salama, yenye uwajibikaji na yanayozingatia maadili ya teknolojia za kidijiti. Ndugu washiriki, mtakubaliana nami kwamba mabadiliko ya kidijiti sio chaguo tena, bali ni hitaji la lazima. Kama ilivyoainishwa katika Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050, ustawi wa baadaye wa nchi yetu unategemea nguvu kazi yenye ujuzi wa kidijitali, ubunifu na uwezo wa kujifunza na kuendana na mabadiliko ya teknolojia na soko la ajira. Katika muktadha huu, elimu ndiyo msingi mkuu na nguzo muhimu katika kufanikisha dira hiyo. Nyote mnatambua serikali yetu imeshawekeza kwa kiwango kikubwa katika kuandaa mazingira ambapo mifumo ya kidijiti inaweza kutumika katika sekta ya elimu. Mtakumbuka serikali kupitia mifumo mbalimbali na ufadhili mbalimbali wameweza kufadhili wataalamu kwenda kupata ujuzi ili waweze kusaidia vijana walio katika taasisi za elimu kuweza kujifunza kidijiti. Kwa serikali inafanya capacity building. Na kwa namna hiyo sitaacha kutaja kile ambacho ufadhili wa Samia katika masuala ya data science unafanya. Na hii ilikuwa ni hatua muhimu ya serikali kuhakikisha kwamba kweli tunapata wataalamu waliobobea kuja kutumia teknolojia katika kufundishia, lakini pia katika kuchangia katika sekta mbalimbali. Nyote mnafahamu katika mwaka huu wa fedha serikali imeanzisha Samia Scholarship na kufadhili vijana wa Kitanzania waliofanya vizuri zaidi katika masomo ya sayansi kwenda kusomea masuala ya data science, artificial intelligence, robotics and the like. Kwa hiyo ni hatua kubwa sana ambayo serikali yetu imefanya. Na tayari vijana hao wako mbioni kuelekea katika vyuo vya hali ya juu huko ulimwenguni ili watakaporudi waje na ujuzi mahiri ambao ni wa kimataifa na hivyo kuchangia katika kuendeleza matumizi ya kidijiti katika elimu na kutumia masuala ya artificial intelligence katika elimu na vile vile masuala ya data science. Lakini pia mnatambua serikali yetu imeshanunua vifaa vya kitehama katika taasisi zetu zote. Iwe ni vyuo vya ualimu, iwe ni vyuo vikuu, ziwe ni shule za msingi na za sekondari, zote zimeshakuwa equipped na vifaa vya kitehama na hivyo tayari mazingira yameshawekwa kwa ajili ya matumizi hayo kwa ufanisi. Vile vile serikali imejenga maabara za kompyuta katika shule za sekondari. Na hivyo wanafunzi wetu wanaweza sasa kujifunza kupitia kompyuta na mifumo mbalimbali iliyopo katika shule zao ili kuimarisha elimu yao. Bila kusahau swala la mkongo wa taifa. Mkongo wa taifa sasa umeshafika katika kila wilaya. Kilichobaki katika kwa ukubwa wake ni ile last mile. Sasa kutoa ule mkongo kuingiza katika taasisi mbalimbali, na taasisi za elimu kwa kweli zinapewa kipaumbele kufikishiwa mkongo huo ili vifaa vya kompyuta walivyokuwa navyo, vifaa ambavyo walimu pia wanavyo, waweze kuvitumia kupata maarifa mbalimbali ambayo wataweza kuwafundisha wanafunzi wao. Mtakumbuka vile vile walimu walioajiriwa kabla ya 2025
wote walipewa vishikwambi. Walimu wa shule za msingi na sekondari wote walipewa vishikwambi. Kwa hiyo tayari mnaweza kuona serikali yetu imeshajipanga kuhakikisha kwamba matumizi ya kidijitali katika elimu yanafanikiwa. Ndipo hapo sasa Wizara ya Elimu ikaja sasa na mwongozo, ikaja na mkakati kwanza, namna ya malengo ya namna ya kutumia vifaa hivyo, namna ya kuboresha capacity za wanaokwenda kutumia vifaa hivyo, na masuala mengine yanayohusiana na masuala ya kidijitali.